cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu, Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana akae nanyi. Mungu Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwema, Mungu ishie milele. Mungu unayetenda kazi kwa wakati wako, wewe ufungamani na wakati wa kibinadamu. Unatenda kazi vile upendavyo wewe. Tunaleta kipindi hiki cha kutafakari neno lako la uzima, neno ambalo linaenda kufanyika faraja kwetu, hasa tulipokusanyika kwa ajili ya kumstiri ndugu yetu. Tumie mjoli wako aliyesimama mbele yetu kutulisha maneno ya kututia moyo na kutuimarisha tena kwa upya. Tupe neema ya kuyaelewa kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ishimwe. Jambo la kwanza ni wape pole ndugu na jamaa pamoja na kanisa. Poleni sana. Haya mambo hayazoeleki, ni magumu, lakini tujipe moyo, Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kifo kama walivyoimba waimbaji ni hali ya kutengana mwili na roho. Vinapotengana nasema kwamba mwanadamu amekufa, ameitwa marehemu. Ndio maana ya kifo, ni kutengana. Kifo kwa maana nyingine ni kumkosea Mungu. Unapofanya dhambi umekufa kiroho, maana kwamba kuna mahusiano tena na Mungu wako alikuumba. Naomba tutafakari kwa leo mfano aliotoa Yesu juu ya tajiri na Lazaro. Tafakari hayo yatusaidie katika maisha yetu ya hapa duniani. Ni maisha ya muda mfupi sana. Tunatakiwa kufanya nini ili tukamilike mbele za Mungu au tuwe salama mbele za Mungu? Nitasoma katika Injili ya Luka sura ya 16 kuanzia mstari wa 19. Mfano aliotoa Yesu wakati anahutubia makutano. Anasema kwamba mstari wa 19 anasema kwamba akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa marangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Una hofu magonjwa ni maisha ambayo hayana uhakika, maisha ya mwili. Sasa wachungaji wamewekwa hapa duniani kwa maana kufikisha habari njema ya Yesu Kristo, kukushuhudia habari njema ya kwamba muamini Yesu Kristo upate furaha ya milele. Watu wengi wamemkataa. Wamekataa kushauriwa, wamekataa kuungama dhambi zao. Wameishi maisha ya tabu, wameishi maisha ya anasa. Wanafikiri kwamba wao ni wa kudumu milele. Ndugu zangu, hatudumu milele. Neno la Mungu limetujia leo. Kila mmoja jitafakari anavyoishi. Unaishi sawa na mapenzi ya Mungu au unaishi vyovyote vile unavyotaka? Kama unaishi vyovyote unavyotaka, ipo siku moja utajuta. Utatamani ardhi pasuke ikumeze. Haitakumeza, itakutema tu. Hakuna msaada wowote ule. Maisha ulioishi hapa duniani ndio maisha utakayoishi baada ya maisha haya. Uliishi vyovyote, maisha yako yatakuwa ya tabu. Utaumia sana, utahangaika sana, utaumia sana. Utasema kwa baba, ningejua, ningetubu siku ile. Ulikuwa unajua. Majuto ni mjukuu. Majuto ni mjukuu. Maisha ya majuto sio maisha mazuri. Kata shauri leo. Kubali kubadilika. Acha tabia mbaya. Acha anasa. Hazisaidii kitu. Anasa ni mbaya sana. Ukiishi maisha ya anasa, matokeo yake ni mabaya sana, ni ya kujuta. Mungu ametutengeza kwa mfano wake. Ametuumba kwa mfano wake. Lengo kubwa tuishi maisha ya furaha na amani. Kuna wengine hapa wanaishi kwa hirizi, wanafikiri kwamba hawatakufa.
Wapo ndugu zetu ambao walikuwa na hirizi ambazo zinaongea kama binadamu, lakini leo wako wapi? Wapo. Haleluya. Wapo. Hata kama ni mchawi wa namna gani, ni mganga wa namna gani, mbele za Mungu si kitu, ni uchafu tu. Ajidai namna gani, asema ya kwamba yeye ni babe wa ulimwengu, hana lolote mbele za Bwana. Tumwamini Yesu Kristo, maisha yako yatakuwa salama. Usipomwamini Yesu Kristo, maisha yako sio salama. Huyu tajiri alijishibisha na nafsi za dunia. Matokeo yake aliumia milele na milele. Hayo maisha sio maisha. Uwe nani, siku moja tutatusindikiza kama huyo msindikiza ndugu yetu. Uwe umeokoka, hujaokoka, kupitia njia hii wote tutapitia. Mimi nitakufa na wewe utakufa. Hayupo atakayeishi milele katika mwili huu. Huu mwili wa nyama hauna maisha ya milele. Huu mwili wa nyama kwa sababu una mwanzo, una mwisho wake. Lakini huu mwili wa ndani ambao mwanadamu anaishi ndani yake, hauharibiki na hautakufa milele kama unamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Usipokiri mwenyewe, hakuna msaada mbele ya safari. Niwatie moyo, usiwakatishe tamaa. Yesu ametangaza msamaha. Upendo wa Yesu ni wa pekee sana. Ametangaza msamaha. Kila anayesikia sauti hii leo hii, tengeneza maisha yako. Hujui ratiba yako ni lini. Inawezekana ni leo jioni, inawezekana ni kesho. Ukifa katika mazingira hayo, utakuwa mgeni wa nani? Tafakari maisha yako. Ni maisha ya thamani sana ukiona uthamani. Usipoona uthamani, ni maisha ya ovyo yenye majuto na taabu. Rekebisha maisha yako kabla hujaondoka, kabla maisha yako hajafika mwisho. Na Mungu atubariki kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Imani shimwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, maneno hayo yatusaidie. Tujue kwamba mbele ya kaburi, mbele ya jeneza kama hilo, kuna maisha mengine. Kwa mujibu wa neno la Mungu lilivyosema, kuna maisha mengine baada ya kufa. Na hayo maisha mengine yatakuwa mazuri kulingana na jinsi ulivyoishi na Yesu katika ulimwengu huu. Na hayo maisha mengine ya baadaye yatakuwa mabaya. Unataka hutaki, kulingana na jinsi ulivyoishi na adui wa msalaba ambaye ni shetani, yatakuwa mabaya tu. Unataka uyaishi, hutaki kuyaishi, utayaishi. Mimi niombe nitoe tangazo kama mhubiri alivyosema, bado nafasi ipo ya kufanya matengenezo. Bado nafasi ipo ya kufanya matengenezo. Najua kuna wengine wanatazama dhambi za wengine, badala ya kutazama dhambi zake anatazama za mwingine. Sasa niombe, yule hayakuhusu, ya kwako ndio yanayokuhusu. Sema amina. Sema amina. Na maisha unayoyaishi ndiyo maisha ya baadaye. Hebu fanya ukaguzi mapema. Kama yule tajiri alivyotapatapa na kuanza kusema, tuma kwa Lazaro, tuma fulani na fulani waende. Huo muda wa kutuma tena umefungwa. Walioko karibu na wewe wanatosha kukwambia habari za Yesu Kristo. Amina. Bwana tubariki sana. Tuendelee kutafakari, tujikague. Imani shimwe. Basi baada ya hapa niombe sasa. Nyama na vitu vio havimo kabisa. Ni watakatifu wote wameosha dhambi zao, wasiohesabiwa wote hawamo kabisa. Tuna dhambi pia wazi milango la mbinguni, na wote waingiao
watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 tajiri na maskini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Kila mtu apitaye hana majonzi tena. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Tukipita lango hili, tutavua mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Hima ndugu tuingie, lango likifungwa mara moja, halitafunguliwa. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li nchi ya raha, nyama na vitu vio havimo kabisa. Ni watakatifu wote wameoshwa dhambi zao, wasiohesabiwa wote hawamo kabisa. Tuna dhambi pia wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango na maskini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie
kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Kila mtu apitaye hana majonzi tena. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango tukipita lango hili tutakuwa mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Hima ndugu tuingie, lango likifungwa mara moja halitafunguliwa. Lango, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango. Tuombe kwa ajili ya kanisa la Mbirambi. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tazama umetukusanya kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu ambaye sasa yeye amemaliza mwendo wake. Lakini katika kusanyiko hili umetoa sadaka hizi za Mbirambi. Mungu, naomba zikapate kibali kwako. Wabariki na watoto wako wote waliogusa mali yao kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya kuendesha msiba huu. Naomba situme kazi katika familia hii kwa Yesu Kristo. Shetani anisonga songa, ananitega mitego mingi. Bila wewe sitaweza, bila nguvu zako sitaweza.
vitu vio havimo kabisa, ni watakatifu wote wameoshwa dhambi zao, wasiohesabiwa wote hawamo kabisa. Tuna dhambi pia sote. wazi ni lango la mbinguni, Na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango. Wanaume wengine tutawapa kwa Sogea kidogo. Bwana wadogo, tajiri na maskini, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Lango la rehema, kila mtu apitaye hana majonzi tena. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Tukipita lango hili, tutavua mizigo tuliochukua kwanza, tutavikwa uzima. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi. Hima ndugu, tuingie, lango likifungwa mara moja, halitafunguliwa. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni li wazi.
paradiso, kwenye mji wa raha. Elia tutamwona, Elia tutamwona, Elia tutamwona kule kwenye mji wa raha. Enoko tutamwona, Enoko tutamwona, Enoko tutamwona kule kwenye mji wa raha. Ndugu zetu tutawaona, ndugu zetu tutawaona, ndugu zetu tutawaona kwenye mji wa raha. Ndugu zetu wako nitajificha, hadi yaona damu yaliyotoka humu, unisafira dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimizi sharia, nijapofanya bidii wako nitajificha, hadi yaona damu yaliyotoka humu, unisafira dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimizi sharia, nijapofanya bidii wako nitajificha, hadi yaona damu yaliyotoka humu, unisafira dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimizi sharia, nijapofanya bidii wako nitajificha, hadi yaona damu yaliyotoka humu, unisafira dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia, sitimizi sharia, nijapofanya bidii maskini lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango
machozi tena, lango ndiye Yesu Bwana, ni wote waingie kwake. Lango. Bwana usikie kuomba kwetu. Mungu Mwenyezi, asante kwa ajili ya watoto wako tuliokusanyika hapa, si kwa kupenda bali kwa kutimiza kusudi na mapenzi yako. Wewe ulimjua ndugu yetu hata kabla yuko tumboni mwa mama yake. Siku zake za kuishi ulizihesabu wewe. Tunakushukuru kwa ajili ya utulivu wa ndugu, jamaa na marafiki waliokuja kwa ajili ya kumstiri. Bwana, endelea kuwafunika kwa damu yako ya thamani. Tunapoondoka eneo hili la malalo ya ndugu yetu, tunaomba Roho wako Mtakatifu azidi kutufunika, na zaidi ya yote tupe neema ya kuendelea kutambua maneno yako na kutengeneza njia wakati tukiwa hai, maana iko safari nyingine inayoendelea katika uzima wa milele. Mfalme wa haki, tufunike, tujalie kuyajua maneno yako ya uzima kila inapoitwa leo, na zaidi ya yote tupe utulivu tunapotulia kwenye eneo hili kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu. Tunakataa roho ya vishawishi ya kuleta vurugu na kila aina ya chuki za kila aina mbalimbali. Roho ya kuleta umbea na majungu tunaishusha kuzimu. Neema yako ikawafunike familia, wazidi kuhesabu kama huu ni mpango na kusudi lako. Tunayaomba haya kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Lakini jambo la kwanza tunamshukuru Mungu ambaye ametujalia kumaliza mwendo wa ndugu yetu salama. Lakini jambo la pili tunakushukuru wewe mkurugenzi uliokubali kuacha shughuli zako na ukaja kushiriki na sisi kwenye ibada hii. Nimefurahi sana, tunasema asante. Jambo la tatu tunawashukuru wananchi wote mliotoka vijiji mbalimbali. Kwa kweli mazishi haya yametutia moyo. Tumeona watu wamesafiri kutoka Dar es Salaam, kutoka Dodoma, kutoka Tabora, kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kumsindikiza mdogo wetu na ndugu yetu. Sisi kama familia hatuna jambo lolote lile la kusema isipokuwa ni kuwashukuru tu. Hata ningesema maneno mengi nitaishia kusema asante, asante, asante. Mimi naungana na familia kuwashukuru wote tulioshirikiana kwenye shughuli hii ya msiba tangia juzi tulipopata taarifa hizi. Pia naomba niwashukuru tena wachungaji wote walio shiriki pamoja nasi. Ya ndugu mtazamaji wa channel yetu Dambuka TV, kulingana na msiba ambao tumeona leo, nimebahatika kuweza kufika mahali hapa na tumeweza kuongea na ndugu jamaa na marafiki, na huyu hapa ni mdogo wake na marehemu ambaye kwa siku ya leo tumeweza kumhifadhi. Ndugu, habari? Salama. Kwa majina unaitwa nani? Pole sana na msiba. Asante sana. Dambuka TV na watazamaji wake wote wanaona kabisa kwamba kuna msiba ambao umetokea. Mlishije na huyu ndugu Gibson katika enzi za uhai wake? Kifupi, Gibson ndugu yetu, mkubwa wangu. Ndio. Sisi tunaweza kujifunza mengi sana juu yake kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu ambaye anaweza kutoa ushauri kwa familia. Tulikuwa tunamkubali sana, tunaishi jamii kiujumla vizuri. Ndio. Na ni mtu ambaye alikuwa ni mcheshi, anapenda kuongea na kila mtu. Kulikuwa tuna shida na mtu yote. Tunasikia kwamba hakuwa anaishi huku na ila alizaliwa huku. Je, makazi yake kabisa yalikuwa wapi kabla ya mauti kumfika? Ndio, makazi yake sana yalikuwa Tabora mjini, alikuwa anaishi. Ndio, familia yake ilikuwa ipo Tabora mjini, ila siku za karibu walikuwa wamekuja kuwa na familia pia na kujishughulisha na kilimo, lakini pia kwa bahati mbaya mauti umempitia huko nyumbani. Ni mtoto wangapi kutoka kwenye tumbo la mama yenu? Mtoto wa 3 kuzaliwa. Wewe ukiwa mdogo wake wangapi? Mimi nikiwa mdogo wake wa 8.
Na je, labda jamii unaweza kuiambiaje? Maana tunaona kabisa kwamba umati wa watu wengi kwa siku ya leo wameweza kufika mahali hapa, na hii jamii ambayo imefika mahali hapa unaweza kuiambiaje? Kwa naambia nashukuru sana kwa mambo yote uliyotusaidia, maana mambo kama haya hapa hiyo ni sisi kama familia hatuwezi kufanya. Kwa hiyo jamii inabidi kusaidia. Washukuru sana na pia waendelee kuwa na moyo kama huu watakao. Ya ndugu mtazamaji wa channel yetu Dambuka TV, tulikuwa tunaongea naye ni mdogo wake na marehemu. Basi tukushukuru sana.